Bwana asifiwe, asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Gideon Opingo, nimeokoka siku ya leo. Yesu ni Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Ninakukaribisha katika kipindi cha personal feeding ambacho kinakukujia kila siku ya wiki na utaweza kubarikiwa. Ninataka kuzungumzia kuhusu personal feeding, na personal feeding ni kujilisha wewe mwenyewe. Personal feeding ni kujilisha wewe mwenyewe. Na program hii nimeanza inaitwa Personal Feeding Fellowship, ambayo itakuwa inakuja kila siku ya wiki na itaweza kukubariki. Unapaswa kukua mtu ambaye unajua kujilisha neno la Mungu. Unakuwa sio utegemee mchungaji, sio utegemee mahali kwingine, lakini upende neno la Mungu, upende kusoma neno la Mungu, upende kujilisha neno la Mungu. Kwa maana Biblia ni kubwa, na mchungaji hata akikuhubiria miaka 20 hawezi akamaliza kuhubiri Biblia mzima. Kwa hivyo Biblia ni kitabu kikubwa ambacho kinafaa uchukue na wakati ukaweze kukisoma. Ufanye personal feeding. Bwana apewe sifa. Hata wachungaji pia wao wanapaswa wakuwe na wakati wa kufanya personal feeding. Ndio wakati atakapokuwa akihudumu ama akihubiri asikule pamoja na kondoo. Yeye anapaswa kutangulia kwanza kukula, akisha shiba sasa anaenda kulisha kondoo. Na ndiposa wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakilisha watu 5,000 waliwalisha bila wao kukula, kwa sababu wao walijua ni kama hawakuwa na njaa, atielewi. Lakini inafaa mchungaji unapolisha kondoo unapaswa kuwa umeshiba, sio kuwe unalisha na wewe bado uko na njaa. Na sisi kama washirika, na sisi tunapaswa kukuwa watu ambao tunapenda kusoma neno la Mungu. Tunakuwa na personal feeding. Wakati tuko nyumbani, tunakuwa na wakati wa kusoma Biblia. Kwa maana bila kupenda neno la Mungu inamaanisha ya kwamba haumpendi Mungu. The more you love the word of God, it is the more you love God. So you need to take time to read the word of God. You need to take time to read the word of God, and you will be blessed. Utabarikiwa na utajua Mungu kiundani. Maandiko yanasema ya kwamba pale kitambo kulikuwa na neno, na hilo neno ndiyo Mungu. Kwa hivyo hili neno ambalo tunalolihubiri ndiye Mungu, na ndiyo tunapaswa kulisoma. Tunataka kuelewa Mungu. Je, tunataka kumjua Mungu zaidi? Mungu, siri za Mungu ziko hapa katika Biblia. And we cannot say that we love God and we don't love the word of God. We need to love the word of God, then we love God. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapaswa kupenda neno la Mungu, kwa sababu neno ndiye Mungu. Praise the name of God. And we need to have a time to read the word. Sio wakati wa Jumapili peke yake. Sio wakati mchungaji anakuja kwa madhabahu kutulisha peke yake. Wakati tuko nyumbani tunapaswa tukuwe na time ya kusoma neno lake Bwana. Tunapaswa kukuwa na wakati wa kusoma, wa kujilisha, wa kufanya personal feeding in our life. Na hiyo itatusaidia kuweza kuelewa Mungu na sisi wenyewe kuweza kukua katika ulimwengu wa kiroho. Bwana apewe sifa. So tupende neno, tupende kufanya personal feeding. Wakati uko nyumbani, soma Biblia. Chambua Biblia. Soma Mathayo yote, soma John yote, soma Luke yote, na hakika utaweza kubarikiwa. Personal feeding itafanya uweze kugrow katika ulimwengu wa kiroho. Personal feeding itaweza kufanya uweze kufika kusonga hatua kwa hatua katika maisha ya Ukristo. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha John chapter
number 8 verse 31 to 32. Anasema ya kwamba, so Jesus said to those who believe in him, if you obey my teachings, you are really my disciple. You will know the truth, and the truth will set you free. And the truth, it is in the Bible. So when you don't read the word of God, when you don't read the Bible, you cannot know the truth. Hawezi ukaelewa ukweli. Na huo ukweli ambao uko katika Biblia hautaujua kama hautasoma neno la Bwana. Kwa hivyo tunapaswa kusoma neno la Bwana kila wakati, ili tukaweze kukua kiroho, tukaweze kujua ukweli. Kuna watu wengi wamefungwa, kuna watu wengi wameshikwa mateka, ni kwa sababu hawajui ukweli. Kitabu cha Hosea kinasema, my people perish because of knowledge. Watu wangu wanaangamia pasipo na maarifa. Na maarifa yako katika neno la Bwana. Maarifa yako katika Biblia. Kwa hivyo tunapaswa kusoma Biblia ndio tukaweze kujua ukweli ambao uko katika Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, tusome Biblia, tufanye personal feeding. Itaweza kufanya tukue kiroho na hata kimwili. Itaweza kufanya tukaweze kusimama imara katika wokovu. Itaweza kufanya tutoke katika vifungo ambazo tuko ndani. Bwana Yesu apewe sifa. So nataka nikwambia kwamba wacha tupende kusoma neno la Mungu. The more you love the word of God, it is the more you love God. Jinsi unavyopenda neno la Mungu, ndivyo unapopenda Mungu. Hauwezi sema unapenda Mungu na upendi neno lake. Hayo ni uongo. Hauwezi sema unapenda neno la Mungu na upendi Mungu. Lazima upende neno, na hapo utakuwa unapenda Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiki kipindi kitakuwa kinakuja kila siku ya wiki, na tutaweza kusoma how to do personal feeding into our life, and we will grow step by step. Kwa hivyo tuendelee kusoma hili neno na Mungu ataweza kutubariki. Baba, ninaomba tukaweze kuomba. Baba, ni asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye amekuwa akinifuatilia katika kipindi cha feeding fellowship, personal feeding fellowship, na ninamuombea baraka, ninamuombea ushindi, na ninamuombea kuinuliwa. Katika jina la Yesu ninaomba na natakuamini. Uko pale unataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, nataka ukaweze kurudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu cha mauti, andika majina yangu kwenye kitabu ya uzima wa milele. Baba, ninaombea kila mmoja ambaye ameomba hiyo ombi ya wokovu. Bwana, ukaweze kumuinua, ukaweze kumtetea, ukaweze kumsongesha hatua, jinsi amekubali kuokoka, ukasimame naye. Kwa jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Kama umeomba ombi hiyo, umeokoka, utafute kanisa ambalo linalohubiri Yesu Kristo, na hakika utaweza kubarikiwa. Mungu na wabariki. Tukutane siku nyingine tena. Amen. Shalom.